Kijana anapokosa kusimama katika msingi, kwanza kijana anapaswa ajue jambo moja. Uchaguzi wowote wa ndoa yake, atakapokuwa amechagua ndoa yake kwa kijana wa kiume, jambo la kwanza anapaswa kuelewa, uchaguzi wowote atakaofanya, uwe mbaya uwe mzuri, anatengeneza maisha ya kifo chake cha mapema au kifo chake cha uzee ulio mkubwa. Yani anakufa katika umri mkubwa au kufa mapema. Na ndio maana leo unakuta wajane ni wengi. Wajane ni wengi, wanaume wengi wamekufa. Na bado watu hawajajua tatizo ni nini. Tatizo ni kwamba inatokana na uchaguzi ambao kijana ameufanya. Tunasema unapoingia kwenye ndoa, unapofanya machaguzi yale ya ndoa, hapo ndipo unapotengeneza maisha yako marefu au kifo chako. Kuanzia siku ya kwanza unapoambatana na mkeo, ndipo unapoanza hatua za kifo chako ama maisha yako marefu ya furaha na amani. Kwa sababu mwanamume ni tofauti na mwanamke. Kabisa. Kama tulivyosikia asubuhi kwa wale kina mama. Mwanamke anaweza kubeba mambo mengi na akasurvive bado. Tofauti na mwanamume. Na ndio maana nikasema kijana, unapochagua mwenzi ambaye utaingia kwenye matatizo, tegemea kifo cha mapema. Kabisa. Tegemea kifo cha mapema. Sasa ili uwe na maisha yenye furaha na amani, lazima wewe mwenyewe ujitengeneze kwanza. Ili ufanane na maisha unayohitaji kuyafanya. Kwa sababu maisha ya ndoa sio maisha ya ndoto ya bahatisha. Ni maisha yaliyoplaniwa, yako kwenye mpango kamili. Unatoka wapi, utafika wapi. Kwa hiyo kijana lazima ajitengeneze. Anajitengeneza na nini? Anajitengeneza yeye mwenyewe kwanza, mahusiano yake na Mungu. Baada ya mahusiano yake na Mungu, anatengeneza uwezo wake, thamani yake. Kijana lazima atengeneze thamani yake. Awe kijana ambaye anaweza kuwa na ufumbuzi wa jamii inayomzunguka.